Father, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa wema wako. Hakika Yesu unastahili. Hakika Bwana wewe ni mwema. Hakika Mungu wangu Bwana, nalishuhudia jina lako kwa wema wako, maana wewe ni Mungu. Asante kwa nyumba hii, asante kwa ibada hii, asante Mungu wa ishara, maana Mungu unatenda mambo makubwa zaidi. Baba, katika siku hii Jehova Jire mwenyewe kasimama, nikaone nguvu na Roho Mtakatifu akaende pamoja nami. I praise the name of the living God in Jesus' mighty name. Amen. Welcome my viewers, and I bless the name of the Lord Jesus Christ. Nalibariki jina la Yesu. Na pia nimependa sana kwa wale ambao wanalisikia neno hili. Mungu mwenyewe akazidi kuwazidishia sana katika maisha yenu. Leo nataka niangalie kitu ambacho ni ndefu, lakini sitaenda katika maneno mengi sana, kwa ile ambayo nitaguza ikusaidie wewe. Today I'm going to talk about healing. How can you get healing? Unaweza kupataje uponyaji? And when I say healing, I mean tatizo lile lolote ambalo linakuandama. Any problem that is pushing you to the wall. That is what I'm trying to say. Ni magonjwa, ni vita. How are you going to get healing and be free from that? Number one, you can only get healing when your faith is kept in God. That means having faith in God. Na watu wanapanga lazima wawe na imani. Na ukikujia na imani, then hautampendeza yeye. So lazima ndio upone, lazima uwe na imani kwa Mungu. You must have faith in God. You must praise the name of the living God and say, hakika Mungu ninakuamini. Na imani yangu yote ninajua kwamba haya matatizo yote ambayo yananizunguka mimi unaweza kuyaponya. Kuwa na imani. Have that faith in God. God is everything. And you know that. You don't need anybody to come in your life and then you tell you to remind you that God is everything. You know that God is our everything in this world. Mungu ni kila kitu, na yeye ni yote, ndani ya yote na katika yote. Sasa lazima uamini kwamba huyu Mungu ndiye anayeweza kusuluhisha magonjwa ulionayo, anaweza kusuluhisha tatizo ulionayo, na hilo litafanyika tu kama utamwamini. Angalia a woman with flow of blood. Anaamini kwamba akigusa tu pinde atapona. Na kweli wakati alifanya hivyo, magonjwa yake yote yaliisha na akabakia huru. Complaining will not help you, but having faith in God will help you. Crying will not help you. Having faith in God will help you. Ukikuwa na imani katika Bwana utapona. Some of you want healing and you have no faith. You want healing, you want to come out of problem, but you have no faith. Hata mpenzi wako unamwamini,
Nakwambia wewe una imani na mimi kweli? Anasema ndio, mimi niko na imani na wewe. Iwapo kama atapata ona imani na yeye, basi hayo mapenzi hakuna pali itaenda. Vivyo hivyo mapenzi yetu na Mungu yako namna hiyo. Mungu akipata kwamba tunamdanganya, tunamchiti Mungu kwa kuabudu sanamu, kwa kutenda dhambi, kwa kufanya yale ambayo hayataki, basi ile imani itatoka wapi? Basi na uponyaji utatoka wapi? How are you going to get healing minus faith in God? My brother, my sister, my mother, my father, have faith. A woman with flow of blood. When you read the book of Mark 5:34, that woman believed that akishika tupinde la Mungu, vazi lile la Yesu, atapona. Na wewe pia usiamini kwamba leo ukiingia katika maombi, chochote utakachoomba Mungu atakijibu kwa jina la Yesu. Chochote utakachoomba Mungu anasema John 14:14, lolote utakaloomba kwa jina lake na yeye atatenda, ile baba yake juu mbinguni asiaibike. Lakini haya yote anasema lazima mniamini mimi nikae ndani mwenu na nyinyi mkae ndani mwangu. Ndio lolote utakalotaka basi litatendeka katika jina la Yesu. But you must start with you. Lazima uwe na imani na Bwana. You must have faith in God. Stop joking with God. Stop joking with God. You still have life. You still have not life challenges. The life is still joking with you. When the challenges will come, you will know the importance of having faith in God. The life is still joking with you. If you have not faced any challenges in your life, the life is still joking with you. That time it will come, you will have to know the importance of having faith in God. The blind man, Matthew 9:29. Sasa mimi nataka kuona tena. Na akaamini kwamba huyu mtu akija hapa basi mimi nimepona. Yesu wa Nazareti anapita, anasema niitieni Yesu. Najua huyo ndiye mponyaji wangu. Na akakuja kweli, Mungu alimponya. Matthew 9:29. Faith in God will heal your problem. Faith in God will heal your issue. Faith in God will make you overpower life challenges. Minus faith, that is the central thing for your healing. You have no food in your house? Relax. Have faith in God. You are sick day and night? Tell God, the sun shall not smite me by day, nor the moon by night. I shall rejoice in every day that you put or that you make before me. And nothing from the devil shall overpower me. That means you have faith in God. But if you live a casual life, God will just be casual to you. Hallelujah. If you live a casual life, God will be casual to you. You are still unmarried, and your life with God is casual. You will get a casual husband. You will get a casual wife. Casual children. The entire house shall be casual. But if you be serious with the word of God and learn yourself, you live a better life. Healing shall be upon you. Kumbuka kwamba yule ambaye hana imani asahau mambo na uponyaji kwa magonjwa yake. Watu wanakuambia kwamba kuna magonjwa ambayo hayana uponyaji. Ati ukiyapata ni hivi. Let me tell you, God can heal any kind of sickness. Even that HIV, even that cancer. Ni vile tu bado haujachukua hatua ya imani kwa Kristo.
Lakini siku utachukua hatua ya imani kwa Kristo, huo ukimwi ambao uko nao utapona. Hiyo kansa ambayo uko nayo itapona. Huo umaskini ambao uko nao utaenda. Ni vile hujachukua hatua ya imani. Na hatua ya imani inalingana na wewe mwenyewe. If you not take it, then forget. Shalakoza. God is with you. God is just waiting you to take a step. And the 4 men with leprosy, what did they do? They took a step and God powered their step. May you take a step and God will power you, will power your steps, and you will conquer the sickness, the problem that is in your life. Stop joking with the life of God. Stop joking with your life. Stop believing that you can make it without God. You cannot make it without God. You cannot make it without God. God is everything. Stop this drama and saying that I hate this kind of pastor, I hate this. Stop that nonsense and have faith in God. Remember whatever you saw Galatians 6:7. Kile utakachopanda ndicho utakachovuna. Ukipanda imani utavuna uponyaji. Ukipanda uzembe utavuna magonjwa, utavuna matatizo, utavuna shida kwa maisha yako. And you will live to complain that there is no God. Sometimes God remains silent until you say, am I worshiping a true God? You are worshiping a true God. But kumbuka kwamba the silence of God is also a language in your life. Don't waste the season, but keep trusting in God, that God can do it. God is my Alpha. God is my Omega. God is everything in my life. Commit all your plans unto the Lord. Even that problem, commit it before the Lord. Even that sickness, commit it before the Lord and say, God, I commit you this sickness. Haya magonjwa yananitesa, lakini naweka kwako, najua wewe ndio utakao ya meza. Arise as a consuming fire and consume my problem. God, I dedicate my problem unto you. That is the only way you can get healing. Faith in God. Faith in God. If God raised Lazarus, Jairus' daughter, Peter raised Dorcas, then God can raise you and come out of that sickness and come out of that problem that you are facing now. Now when the land katika jina la Yesu, I'm praying for you wherever you are. May you get healing now. Have faith in God. Build your faith in God and you'll get healing in the name of Jesus. Number 2, God's mercy. God's mercy and compassion. Many of the healing, as much as we must have, as much as faith in God is concerned, but the mercy and compassion of God is also a parameter why you will be healed. When you read the book of Matthew 14:14, the book of Matthew 14:14, wakati Yesu alikuwa anapita pale, akaona the large crowd that was together, akawaonea huruma sana na akawaponya magonjwa yao. The Bible says akawaonea huruma, and God and Jesus felt compassionate, was compassion to them and healed their sickness. Ina maana kuna magonjwa mengine ni huruma tu wa Mwenyezi Mungu utapona. Lamentation 3:21, 22, 23. It is just by the mercies of God we are not consumed. The reason why we say mercy is because every time
you keep on sinning, utatenda dhambi kila wakati, lakini hata baadaye ule mtenda dhambi kwenda mbele za Mungu, bado Mungu atamponya tu. Ndio maana kuna malaya bado ambaye hana ukimwi. Ndio maana kuna mwizi ambaye ameiba for 5 years, bado Mungu anamwepusha tu, kwa sababu ya huruma zake. Mungu amejaa huruma. Kuna wewe ambao unatenda dhambi leo, kesho kutwa, pingana na imani, lakini bado Mungu anakusimamia, lakini bado Mungu ako na wewe, lakini bado Mungu anakusimamia. Ni huruma zake Mwenyezi Mungu. Some of our sickness inaponywa. Some of our sickness ni huruma zake Mungu, huruma yake Mwenyezi Mungu. And Jesus felt compassion and healed their sickness. Matthew 14:14. Na Mungu akawaonea huruma, Yesu akawaonea huruma na akawaponya magonjwa yao. Kuna vitu vingine ni huruma yake Mwenyezi Mungu. Na huruma utakujaje kwa maisha yako? Taambia Mungu, ninaomba msamaha. Haya magonjwa nimepata kwa sababu ya hii. Naomba msamaha kama nione huruma na uniponye magonjwa yako. Healing is rooted in God's mercy. Kuponywa kwingi kunatokana na huruma zake Mwenyezi Mungu. Don't just see somebody prays for you and you become saved and you say, oh, thank you God. It is just by the mercies of God. However, how many have been prayed for and still died? Watu wengi wameombewa lakini bado wakakufa. Watu wengi wameomba lakini bado wamekufa tu bado. Ni huruma wake Mwenyezi Mungu kukuponya. Sometimes when you see mtu anakuombea na unapona, shukuru Mungu and tell God, thank you for your mercy. Psalms 1:7. Shukuruni Bwana kwa kuwa mercy yake inadumu milele. Huruma zake zadumu milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake zadumu milele. Give thanks to the Lord because his mercies endureth forever. The 10 came, Jesus healed them. But one of them came back and said, God, I thank you. And Jesus wondered, where are the 9? It is just by the mercy you are healed. Appreciation. When you see a problem that you had inaondoka, sio kwa mzaha, bali inagharimu mkono wa Mungu na huruma zake katika jina la Yesu. Bwana akuonee huruma na akuponye magonjwa yote ambayo wewe mwenyewe umekuwa nayo. Akuponye tatizo, akuponye shida, akuponye na kila jambo ambalo wewe mwenyewe. Mercy of the Lord. Mercy of the Lord. Some of you normally joke with God. Unakuwa mgonjwa unapeleka hospitali, unatoka huko unaona kwamba ni nguvu zako tu. You only thank your family members and say, oh, thank you for standing with me when I was sick. You forget that it just took the mercies of God for you to be saved. Even those family members to help you,
Ni Bwana anawaingia tu akuonee huruma ili wasimame nawe. Otherwise, how many family members have watched their beloved die? You die. Somebody can help you, but you can't. Mercy of the Lord. Don't joke. Don't joke. Hata kuna wakati unafika unaonea mtu huruma, yule maskini, alafu unamsaidia. Otherwise, kuna watu wangapi wako huko mtaa ambao watu wanaona kwamba hawa wanahitaji msaada, lakini bado wako tu pale hawasaidii. Kwa sababu kuna watu ambao wako mahali pale hawana huruma, lakini watu ambao watakuwa na huruma wataingia kwa vipochi vyao, watachukua kitu, watasaidia mayatima, watasaidia wale ombaomba pale sokoni, na wabadilishe maisha yao. Mercy. It takes mercy and kindness of God for you to be saved. Healing. Why or how are you healed? Mercy of the Lord. Number 3, you will get healing through the power of the name of Jesus. That's why you will see many of you, when we are praying for you, tutakwambia kwamba upone katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Philippians 2:9-11. And that name is exalted above any other name. And at the mention of that name, every knee shall bow, sickness shall bow, poverty shall bow, enchantment shall bow, divination shall bow, war shall bow, enmity shall bow before that name. That's why we cast out. Hata wanafunzi wakarudi wakasema tumefukuza mapepo kwa jina lako. Kwa jina lako. Jina gani? Yesu Kristo. The power of the name of Jesus. You are the Alpha. You are the Omega. I bless your name and I thank you for this one. Oh God, you are the King. You are the Lord. And you are my Abba. I bless your name. Oh my God. Let your name be exalted. Let your name be exalted. Let your name be exalted. I bless your name. As you say in Psalms 100, verse 4, that enter my gates with thanksgiving and in my courts with praises, as you bless the name of the Lord Jesus Christ. I bless you, oh God. I thank you for this far. Na kushukuru kwa kunileta mbali huu na kunipigania vita vyote ambavyo vimekuwa mbele zangu. Kule ambako ninaenda ni wewe Bwana. Hapa ambako nimefika ni wewe Mungu wangu. Petero akasimama na Yohana wakati walikuwa wanaingia kwa mlango ambao waliandika kwamba mlango mzuri, lakini kwenye ule mlango mzuri kulikuwa na kiwete. Akasema mimi sina chochote, lakini kwa jina la Yesu
amka na utembee. And the lame was able to stand, and he rejoiced as he entered the church to celebrate. Today you are going to celebrate. Try to recognize the name of the Lord. You will see changes in your life. Mungu atabadilisha maisha yako ukiliitia jina lake. Hilo jina lake liko na nguvu na liko na uwezo na liko na neema kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Acts 3, the story of Peter. Akasema, in the name of Jesus, rise up and walk. May you walk from today. May your lameness be taken away in the name of Jesus. Ulemavu wako uondolewe, magonjwa yako yaondolewe, upone na uwe mzima katika jina la Yesu. You get healing through the name, the power of the name of Jesus Christ. Kiweta atakuja atasema na kuamuru kwa jina la Yesu. Na hilo ndio jina pekee ambalo limeinuliwa juu ya majina yote ulimwenguni hapa. Kwa jina la Yesu. Mark 16:17-18. You will eat shalakoza lande bakoza. Utakula vitu vyenye sumu. And you will eat poisonous things, but you will not die in the name of Jesus. Magonjwa yatakuja kwa mwili wako, wachawi watakusanyika, lakini utapona kwa jina la Yesu peke yake. Jaribu kuliitia jina la Jehova Wanyonyi, Yesu ataongalia. You will not be healed, but we have the name of Jesus peke yake. Ukiliitia jina lile utapona. Upone na uwe mzima. Upone na uwe mzima. That is how you get healing. And when I say healing, it is not just sickness alone, but every problem that has overpowered you. When you have faith in God, when you ask for God's mercies, and when you use the power of the name of the Lord Jesus, you will go far in the name of Jesus. Number 4, prayer and intercession. Prayer and intercession. James 5:15. Ukisoma huko mwanzo before ufike 15, utaona anasema kama mtu ni mgonjwa apelekwe kwa madhabahu, kwa wazee wa kanisa waeke mikono waombewe. Na atapona. Anasema and the prayer of a faithful man will bring an impact in his life. Prayer. When you are prayerful, you are vulnerable to healing. When you are prayerful, some of you wonder why are you in the same situation, but you can't pray. You can't intercede even for the other people. Galatians 6
mkichukuliana mizigo na kuombeana. Intercession, the power of prayer and intercession. That's why wapata watu wengine wakiwa wagonjwa wanaenda kwa mganga. Yule mganga yale ni maombi, ni ibada inafanywa. Na wale ambao wanamwamini Mungu wanaenda kanisani, mtumishi anaweka mikono, anawaombea na mnakuwa salama katika jina la Yesu. Kama leo nawaombea mpone na moyo wazima, na matatizo yenu yote yapigwe na yawaachilie na mbakie huru katika jina la Yesu. Number 5. I'm too fast because of the time. Obedience to God's word. 2 Kings 5:10-15. 2 Kings 5:10-15. Hii ni historia ya Naaman. Wengine wetu tunashindwa kupona kwa sababu tumekataa kusikia sauti ya watumishi. The voice of your leader. The voice of your leader. You oppose the voice of your leader, the voice of your pastor, the voice of your bishop, the voice of your spiritual father. You oppose that voice, you will never be healed. Now, Naaman was sick of leprosy, but the house guy told his Naaman's wife that tell the king. That time Naaman was the king of Syria. Tell the king, we have somebody in Israel, a man of God. When Naaman preaches that man, he will be healed. Then the wife of Naaman shared that story with him. And Naaman took a step. The way I told you have to take a step, Naaman took a step and went to Israel and met that man, Elisha. And Elisha heard his story and directed that boy to direct the Naaman till River Jordan. And Naaman was instructed to take a bath 7 times. Naaman akaangalia akasema, nyinyi mmekosa mto mzuri kule Syria mpaka mkanileta huku katika huu mto mdogo, mto mchafu huu. Lakini akaambiwa uponyaji wako huko hapa, hauko kwa mito mingine, uko hapa kwa huu mto. Hapa ndipo kuna uponyaji wako, hapa ndipo utakapopona. Naaman was like, I'm a king, I don't deserve this, but his healing was there. What if kama angesikia neno la mtumishi angepona? Angepona. Some of you amponi kwa sababu ya hiyo. Naaman akasikia ile sauti. Baada ya kusikia sauti na akaoga mara 7 na ukoma kaenda. Obedience. Some of you die because of disobedience. Baada ya kupona Naamani alikuwa amebeba dhahabu, silver, gold because of appreciation, because he was aware that he was going to be healed. Kati alirudi kama amepona, ngozi yake imerejea kuwa ngozi laini. Akarudi kwa Elisha akamwambia, mtu wa Mungu, asante, nimepona, chukua hii kama sadaka. Naamani Elisha akamwambia, hapana, na mengine kama haya hatuchukui hiyo sadaka. Na Elisha akakataa. Then Gehazi was like, why is this man refusing this offer? Then Gehazi, the spiritual son of Elisha, akaamua kwenda kisirisiri kwa Naamani wakati Naamani alikuwa bado kwa njia. Akamwambia, mfalme anaandaa harusi, ako na sherehe, lakini sasa pesa ambazo ako nazo hazitoshi. Akasema anahitaji kidogo ili ziende zimsaidie.
Gehazi akaeka Naamani akachukua nusu akampatia. Gehazi akarudi kwa baba yake Elisha. Elisha akamuuliza, mwanangu, umekuwa wapi? Gehazi akadanganya akasema, nilikuwa matembezeni tu, lakini sasa nimerudi. Elisha akamwambia, kwani wewe haujui pale ukienda roho yangu iliandamana pamoja na wewe? Akamwambia, kwa sababu umekuwa mgaidi na umekaidi amri yangu na ukaenda kinyume na amri yangu, you will die of leprosy, na familia yako yote will die of leprosy. And Gehazi died of leprosy. Some of you hamponi kwa sababu pastor akikwambia kwamba hii lazima tuvunje madhabahu, na geuza akili yako, unaanza kuona kwamba mchungaji sasa ameshaanza kutaka pesa, ameshatoka laini kwa laini, and you refuse to do that. You need free things and you die. I don't say that we have to pay so that you are prayed for. No, we have some circumstances. You have to pay the price. Naaman had to pay the price and take a journey from Syria to Israel and still go to the river and beg. Some of you will die because of disobedience. Some of you will fall into troubles, traps because of disobedience. When a man of God tells you that let us take this direction, and you say no, I know the right direction is this one, and you take that direction and you die. Some of you will die, some of you perish, some of you become sick, some of you struggle in your life because of disobedience. You obey your father, you disobey your father, and you die. Some of you even don't know that what you are going through is because of disobedience. Gehazi died of leprosy because of disobedience. You don't want to pay the price? You have to. Umependa haujapenda, you have to. Pastor nakwambia, we have to fast for 7 days. The Spirit of the Lord is confirming to me that your sickness is like Matthew 17:21. Haya hayawezekani pasipo na kufunga na kuomba. Pastor tells you that we have to fast from Friday up to Sunday, and you tell Pastor, no, I am allergic to ulcer. And you say, no, Pastor, I can't do that. Let me just fast on Sunday. And the pastor says, yes, okay. And you wonder why sickness is not going away from you. You wonder why poverty is not going away from you. You wonder why troubles and many misunderstandings are part of your life. Because you cannot obey God's word. Let us learn how to obey. Tukisema kwamba tunaingia kwa maombi, nimesikia sauti ikisema kwamba omba. Mama nasikia kwamba sauti inasema kwamba uombee mtoto wako atakufa. And you are like, the prophet has now started petition. And you assume. And because you cannot obey, your child dies. After dying you say, oh, I'm sorry, man of God. That sorry cannot raise up your child. The 10 lepers. Luke 17:14. They were asked to go and show themselves before the priest. What if they failed to do what they were instructed to do by Jesus? Do you think wangepona? Hawangepona. But because they did what Jesus instructed them, they were healed. Na wewe pia usikie sauti ya Mungu. Sikia sauti ya Mungu. Sometimes a man of God can stand and tell you, no, I'm saying hii njia ambayo unaanza kuchukua ni mbaya.
and you are like, no, I am on the way, and the man of God will cool down and allow you to go. God respects your decision, but you will suffer the consequences of that decision. Atakaye amwamini na atakuwa na uzima wa milele. Hakusema lazima umwamini, but there is effect of not believing in that son. There is an effect of not believing in that son. Kuna madhara ya kukosa kumwamini huyo mwana wa Mungu ambaye aliletwa hapa duniani ili upokee uzima wa milele. God does not force you. Lazima, I have placed before you life and death, but I advise you, my son, choose life. So when we see you, don't see a man of God giving you freedom and think that now I have now reached. Sasa nimefika na nimemweza. No, God does not force you. If you are not willing to do, God will respect your decision, but I can assure you, you will suffer the consequences of your decision. I'm praying for you. Mungu wa imani, Mungu wa Isaka akuponye katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naombea watoto hawa, Bwana, neema ya Mungu ikandamane pamoja nao. Roho wa Bwana watetee, misingi yao ikombolewe, magonjwa yaondolewe katika jina la Yesu, wapate uponyaji na wao wazima katika jina la Yesu. Nimeomba hata na kulitukuza jina lako, na mtu wa Mungu aseme amen. Amen. Appreciate God. Just a small token of that. I'll still continue that topic another day. May God bless you so much. But tutakuja kuangalia how servants of God practiced that, how do they heal, and the importance of healing, or advantages of healing, and all of that we shall come to know. Na Mungu amani akubariki katika jina la Yesu. Thank you. Shalom.